teknolojia tunaona kwamba inakuwa. Ni kweli kabisa teknolojia inakuwa na sisi mambo ambayo yanaonekana kule hata kwetu yanaonekana. Lakini tuchukulie mfano kwa nchi yetu si hapa kuna ile hasa watu hawataki ile, wanaona kama hichi kitu ni shetani, yani niseme kwamba hichi kitu kwamba kimekuja ili kilete faida gani. Yani sisi saikolojia yetu ya kupokea teknolojia sisi wa Tanzania au tuseme wa Afrika, unajua kuna sehemu ambazo ukienda hivi vitu vipi kabisa teknolojia wao hawajui. Kwa hiyo ili saikolojia sisi kuipokea teknolojia, yani like tuna katika jamii zetu, wewe kama kijana ambaye unachipukia kwa teknolojia, naamini kwamba ulikaa chini ukasoma ukaangalia ukaexamine like all about technology, si ndio? Ndio. Then your psychology ka change like ukabadilika, psychology yako ikabadilika, the mentality on technology ikabadilika. Sasa wewe una neno gani, yani neno lako juu ya watu ambao wanashindwa kuipokea teknolojia, like hataki, yani nasema teknolojia bana ni like kama vile tunajua kubadilishana mambo sasa hivi, yani wewe unatoa neno gani juu ya upande wa watu kupokea issue ya mabadiliko ya teknolojia ya kisaikolojia? Okay, so kwa upande huo tunaweza kusema kwanza, huwezi ukawa unang'ang'ana kushindana na kitu ambacho labda kinajaribu kushika kasi, wewe unajaribu kukizuia, kwa sababu kuna muda tu utafika lazima uwe pushed. Kwa mtu ambaye bado hajaadapt, ategemea tu kuna namna fulani atakuwa analazimika. Kwa nini? Kwa sababu utaona sasa hivi, zamani labda matokeo labda yalikuwa yanalazimika pengine kubandikwa kwenye makaratasi na nini, lakini ndio ilivyoenda. Sasa hivi mtu yuko kwenye simu yake anaangalia bila hata mwingine kujua, basi imekuwa imeisha. Sasa kwa mtindo kama huo, maana yake nini? Kama wewe utakuwa hutaki kuipokea teknolojia, maana yake vifaa vyake na nini wewe hivyo message vihitaji, maana yake kuna wakati inafika itakulazimisha, kwa sababu teknolojia inaendelea kuprove jinsi ambavyo inaleta msaada kwenye jamii. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vikifanyika kwa namna tunavyofanya tu kibinadamu kawaida, errors zinakuwa nyingi, changamoto ni nyingi, uharibifu labda unaweza kutokea kwa namna fulani, lakini tunapokuja kuweka teknolojia tunaona kabisa imefanya baadhi ya marekebisho ambayo ni muhimu, imeongeza umahiri kwenye jambo linalofanyika. Sasa kwa mtindo huo, maana yake watu ambao wanabidi wakae, wanaolazimika kuhakikisha huduma fulani zinawepo, kwa mfano serikali inalazimika kuhakikisha kwamba kuna huduma za kiafya, huduma za nini, kama wanalazimika kuhakikisha hizo zipo, wao wanasimamia katika umahiri. Lazima tuwe na umahiri katika huduma fulani, utoaji wetu wa elimu, upatikanaji wake, huduma za kiafya lazima ziwe katika umahiri, ziwe katika quality fulani. Tukiongelea quality, sasa inaingia sasa teknolojia, kwamba imetusaidia kufanya vitu kwa ubora. Mwanadamu anakuwa wakati mwingine anachoka, mifumo inawepo pale 24/7 inafanya kazi. Akichoka anaweza akapunguza ile umakini wake ambao alikuwa anatumia katika kufanya labda kama alikuwa ni usahishaji au ni kupitia nakala fulani. Baada ya kuchoka anaweza akapunguza ule umahiri wake, kwa sababu ni uchovu, na sisi binadamu tunachoka, lakini mashine hazichoki. Kwa hiyo unapohakikisha kwamba zimewekewa program vizuri, maana yake zinaenda kufanya kitu kwa umahiri. Kwa hiyo yule ambaye anaogopa au ambaye hataki kupokea yale mabadiliko ya teknolojia, kimsingi lazima aangalie mara mbili tena, kwa sababu hakuna namna ambapo unataka kusema yani tuachane mfano, ila ni kwamba lazima uangalie vizuri kwa makini kwamba inakujaje. Wewe kuna huduma unaenda kuzipata, utalazimika wakati fulani kwamba sasa hivi hizo huduma bwana lazima uwe na. Mfano mzuri ni huduma za usafiri wa mwendokasi tunaona nchini kwetu. Kule kama tulizoea kuwa na labda karatasi wewe unataka kupokea teknolojia, kwa bado unang'ang'ania karatasi yako. Teknolojia inapoendelea kuimprove pale, manake itakulazimisha wewe. Tuliona kwamba baada ya ambayo kukawa na changamoto kubwa kwa watu ambao hawakutaka. Sasa tena hao ni mfano mzuri, wale ambao hawakutaka maendeleo ya teknolojia walikutana na huduma zimeestablishiwa, either utumie application au utumie kadi ya mwendokasi au application ya mwendokasi. Manake pale teknolojia imekuforce wewe usafiri sasa hivi tunaopata kupitia teknolojia. Kwa teknolojia japo tutafika huko kwenye changamoto zake na nini, lakini hapa itakulazimisha wewe utumie, kwa sababu inatuboreshea mapato ya serikali, inarahisisha ukusanyaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa tunaboresha zaidi. Aha. Teknolojia, tuseme teknolojia imekuja na ubabe. Inakuja lakini ikiwa na ubabe fulani, kwamba nitumie msao umeshaniona na faida. Ndio kimsingi. Ukishakutana na mtu anajua kabisa huduma ninayotoa iko vizuri,
ubabe lazima uwepo, kwa sababu sasa lazima uje pale. Kwa yeye hahitaji kuteseka kukufuata, lakini wewe utabidi umfuate. Japo mifumo mingine sasa hivi inakuja kama vile inataka kubembeleza vile, kwa sababu tu wanaotengeneza wanasema user friendly. Kwa mifumo nayo inakuwa user friendly, maana yake inakuvutia, hebu tutumie kidogo tuone tukoje. Kwa katika ubabe tunakupooza kidogo, kuna kitu kinaitwa user friendly, tutafika huko. Kwa hiyo haina haja ya kuyarukia kwa sasa. Bana, teknolojia kwa mabadiliko ya teknolojia yanatulazimisha, yani sahihi kabisa.